Hi bestie. Usimwamini mtu. Jamani, hasa ni watu ambao mnahitaji kuja Dubai. Usije ukamwamini mtu ukamwamini mtu kirahisi. Unajua mimi sana natoa update na nikiongea kuna watu wanatafsiri kama mimi agent. Jamani, mimi sio agent, kila siku nasema. Wala mimi sitaki pesa yako ili nikuletee kukutafutie kazi. Mimi sina kazi. Lakini kuna watu wanandoza kusafiri kuja kupambana wenyewe. Kila kitu mnajua kama hakuna kitu kinachoshindikana kwenye kupambana. Sasa bwana, hasa watu mnaotaka kutafuta visa. Visa za Dubai jamani sasa hivi zimekuwa changamoto. Visa za Dubai zimekuwa changamoto. Kipengele hiki ndio nataka uwe makini kuliko kitu chochote, kwa sababu bora ticket unaweza ukajua ufanyaje ili ukate. Au unaweza kaenda sehemu mtu anakukatia hapo hapo, lakini visa ni changamoto. Jamani, mimi mwenyewe ni muhanga, nimetapeliwa. Japo nashukuru nimefuatilia kwa kiasi kikubwa kidogo nimepata haki za watu, lakini ni kwa sababu mimi nimeweza kufuatilia. Nilitoka hapa na nilienda Tanzania. Nitaandaa video nyingine nitawapeni story, au nitaingia live nitawapeni story ilikuwaje mpaka nikatapeliwa. Nimetapeliwa visa za watu karibu 4. Kuna michezo mingi inafanyika kwenye visa. Michezo mingi sana inafanyika kwenye visa. Na hii ndio sababu leo kitu cha kwanza msasa tunangoja nitengeneze video niwaaminishe, niwaambie tena watu. Kwa sababu tena siku 2 nyuma nimepokea message ya mtu, kuna mtu alinitafutaga mwezi wa kwanza. Anataka visa, nikamwambia mimi sijui hapa nakata visa. Ina maana yeye ningemkubalia ningekuwa na kesi karibu ya mtu 5. Nikamwambia lakini katafute mwenyewe, akatafuta akapata agent sio posta sio wapi, na juzi kanitumia message dada nimetapeliwa pesa. Kwa hiyo kwenye visa lazima muwe makini. Kinachofanyika ni hivi. Visa Dubai za visiting visa za Dubai hizi za matembezi hazipatikani kirahisi. Ukitafuta mtu Dubai akuombee visa huku, labda kama ni kaka yako au mtu wako karibu sana au ndugu yako. Kwa sababu ili upewe visa sasa hivi wanataka deposit. Wanataka deposit, wanakuambia toa deposit, tunakupa visa, nenda Dubai. Ukikaa Dubai, kama ukirudi uja overstay tunakurudishia pesa yako. Overstay sisi tatukava kwenye kulipa fine, kwa sababu serikali ya Dubai kwenye kuhusu swala la visa wao wamempa kibali mtu wote aliyokizi vigezo akaenda akiomba kibali kwa anakatisha visa anapewa. Kwa hiyo maagent wengi sana wanakata visa. Ndani ya maagent kuna wa kweli na ambao sio wa kweli. Kwa hiyo visa za Dubai zinakatwa hizi tu. Yaani mtu wote hata kama mimi nikiwa na kibali naweza nikaomba nikakatisha visa, nikapewa kibali kutoka migration, nikawa na apply kutoka migration kwa kupitia kampuni yangu, na hapa watu visa. Kupitia system hiyo ndio watu wengi sana wanatumia watapeli watu. Kwa hiyo ukitafuta ndugu yako kama una ndugu yako huku ili akufanyie visa au wenye ofisi, kwa sababu ampewa masharti na serikali ya UAE, akikupa wewe visa, ukioverstay anapigwa ile fine dirham 3000 bila kulipa, atakaruhusiwi tena kumtolea mtu wote visa. Kwa hiyo kupitia station hiyo au wenye maofisi wanataka wewe ukiomba visa utoe deposit. Ukishatoa deposit unaacha pale kama dhamana yako, afu wao wanakupa visa. Sasa haya masharti, au kama anakudhamini mtu hapa anaoka hapa Dubai ambaye yuko na Emirates ID, atoe Emirates ID yake au passport akudhamini, ili wewe ukioverstay wanaanza na yeye ndo atakutafuta wewe ulipo. Kupitia hayo watu ndo wataka kudhamini watu. Hata mimi mwenyewe sitakage, kwa sababu naweza nikakudhamini nikakuchukua ukaja ukafikia kwangu ukaja ukanitoroka, na isha nikutaga huko nyuma nilitengenezaga video short clip, alafu mimi napata msara. Sasa ukinitoroka Mungu akusaidia ukapate employment huko au ukachange status huko. Kama ukuchange status kesi inakuwa kwangu. Kwa hiyo watu wakubali, hata mimi sikubali. Otherwise awe ndugu yako anakudhamini, hata mimi kama ndugu yangu naweza nikamdhamini kwa sababu najua ni ndugu yangu. Kupitia taratibu hizo watu wengi wamekuwa wanaombea visa Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam ofisi chache wanataka deposit. Wengine hawakwambii deposit, anakuambia tuma hela na kutolea. Sasa mawili. Unaweza ukapewa visa ikawa fake, yani mtu akachukua tu visa mtu akabandika details zako, au mtu anaweza akachukua pesa yako afu akalala mitini. Hicho ndio kitu ambacho kinafanyika. Mimi amenikuta yote mawili, akupewa visa fake na mtu kulala mitini na pesa ya mtu. Niko kuna matatizo makubwa sana. Nitaingia live nafikiri kesho. Kesho naweza ngaingia live jioni kwenye baada ya iftari. Nitaingia live.
Kwa hiyo au mchana nitaingia live kabla ya kupika futari, yani mida saa 6 saa 5 kabla ya kupika futari ninaweza nikaingia live nikalielewesha hilo, naeka pendi. Otherwise watu waaminifu Tanzania wanaotoa visa kama nilivyowaambia wako wachache. Kama sio auto deposit basi wako wachache. Kwa hiyo kupitia watu wengi wanatumia hiyo kuwatapeli watu. Jamani, watu wanatapeliwa. Watu wanatapeliwa sana kwenye vitu hivyo. Kwa hiyo lazima kwanza muwe makini kwenye masuala ya visa. Make sure mtu kama anakukatia visa unamjua, unamfahamu. Na kama umfahamu basi kama ni ofisini hakikisha yuko pale ofisini, na ofisini ili akikuzingua unajua unaenda kumpata wapi. Otherwise ndio mtoe deposit. Kwa hiyo sasa hivi tofauti na mwanzo visa za Dubai ziko zinatoka kama njugu, lakini kwa sababu gani watu wamekaza hivyo vigezo? Kwa sababu zamani visa zilikuwa zinatoka kama njugu. Mtu unaenda tu unatoa pesa unapewa visa. Tangu kipindiko visa za miezi 3 mpaka wamekaza 3 zimekuja 2 mpaka sasa kuna 2 na 1. Lakini wakifika huku watu afu mtu akija akipata kazi au akija huku amekosa kazi mpaka visa yake imeisha, anawaza mimi Tanzania nilikopa au Afrika nilikopa. Mimi nimekuja huku watoto washajua niko Dubai. Alafu leo nirudi nitasemaje? Mimi siwezi kurudi. Bora tu nihangaike huku kwa kile sirudi. Kupitia hiyo sirudi sasa mtu ndo anaingia mitini, ana overstay, anakuwa kaliwale kwa lugha za huku tunaita. Alafu baada hapo wale wenye ofisi wanaanza kutafuta na migration, wanapigwa faini. Kwa hiyo akajikuta ofisi nyingi sana zimefunga ofisi kutokana na mafaini ya watu, wameingia depression sizo kwa na msingi. Kwa hiyo ofisi nyingi sana, wengi sana wameacha sasa kukatisha visa. Wanaokatisha visa ni wachache, lakini ndio wako na misimamo hiyo. Kwa hiyo wewe kama unatafuta visa Dubai, jipange kwa vitu hivi viwili. Tafuta mtu unayemwamini, unayemjua. Kama unaweza nenda mwenyewe direct ubarozini, ushauri mdogo huo afu utafikia nakwambiaje, au nenda direct kama ya Tanzania. Umeelewa? Nenda na evidence zako, bwana mimi nataka visit, nataka tembee, nakata ticket hapa na visa hapa, nenda na budget yako, atakupa budget utapata visa. Tofauti na hapo kama ofisini basi ofisi unayejua. Ukizubaa kwenye hilo, mimi nishasema kwa sababu ndio jukumu langu nimejitolea kuwaelimisha na kuambieni. Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kama una swali niwekea hapo chini. Tumerudi sasa hivi na niko na vitu vingi sana vya kuambia. Tunaanza mdogo mdogo. Weka comment hapo chini, uliza chochote mimi nitakujibu. Sitokujibu mmoja, nitakujibu kwa kutengeneza video ili kila mtu anufaike. Kama swali lako ni la msingi. Sije sasa hivi ndio kuniuliza swali, mtu anakuambia chini, Damina naomba namba yako. Mimi namba yangu siwezi kuweka. Na ukika namba yako hapo chini siwezi kuchukua. Nimemention mitandao yangu ya kijamii, nitafute Facebook, Instagram Amina Kunja. Nitafute Facebook Amina Kunja. Nitafute huko njoo DM, niombe namba nitakupa. Lakini usiniulize swali ambalo nishalitengenezea video. Na sitaki sasa ufike tu niulize tena, Damina chini na shilingi ngapi na kuja Dubai? Mimi sitokujibu. Kwa sababu nishaweka chini huko chini kuna video nimeandika gharama za kuja Dubai. Kila kitu nimemention. Niulize swali lenye msingi. Kuhusu swala la visa pia unaweza kaniuliza nikakuelezea zaidi, lakini maelezo mengi nishatoa hapa. Lakini pia nifuate inbox kama uko tayari una visa, nifuate inbox kama unahitaji tiketi. Tayari ukiwa na visa kama unahitaji tiketi naweza ngakusaidia. Tiketi pia kwa maagent wanawabaruza sana. Nitatengeneza tena video nyingine kuzungumzia masuala ya tiketi. Kwa hiyo nifuate kwa vitu hivyo. Lakini utakuta mtu anakufuata inbox, anakuuliza, akisha kuambia anakuambia basi mwezi wa 12 nafanya mpango. Imagine leo mwezi wa 3 mtu anakuambia mwezi wa 12 nafanya mpango. Watu kama waga nikikujibu sitokujibu tena, baadaye utakuwa uko serious afu mimi nishamaliza kukujibu. Kwa hiyo jitahidi kunifuata kwa serious. Andaa maswali yako ya msingi. Lakini kabla kuniuliza maswali, pitia video zote, ziko video nyingi sana huko chini, maswali mengi sana video zake zipo huko chini. Sikiliza upate mwongozo ndipo uje. Jamani, Gulf ni ya kila mtu. Kutafuta ni kwa kila mtu. Kama Tanzania kugumu, ingia upande wa pili, jitafute, njoo utafute. Japo pia sio rahisi kwa sababu kazi au iweki tu kuje uichukue. Hayo pia kila siku nishaongea. Njoo kama unaenda vitani, unakuja kupambana, ukipata sawa, ukifa sawa. Ukikosa sawa. Mimi sina mengi sana jamani. Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ramadhani kali.